Shamila, mke wangu, mke wangu, Shamila, vipi? Umechoka sana? Tumerudi. Mwenyezi Mungu aupe nuru usingizi wako, mke wangu. Nawe pia mume wangu. Nakupenda sana mke wangu. Yaani wewe ni mzuri hata ukitoka kulala. Shindi wewe. Toka lini mwanaume anakuwa mzuri hapa? Raha ndio kalala ndani. Ndio kapumzika. Twende mama. Dada, kwenye sahani yangu zingatia nyama, maana hivi vingine ni sunna tu. Kama una usingizi nenda kalale tu, utakula kesho kwenye iftari. Yaani nitapotezea vingine vyote, lakini sio nyama. Kabla tujaanza kula na tangazo kidogo. Baada ya hapa tutafanya dua ya pamoja, ila kabla ya dua tutaswali rakaa 2 ili tumwombe Mwenyezi rehema zake, alafu kila mtu atakuwa ruksa kwenda kulala. Nilijua tu, yaani mchana tumeswali na muda sio mrefu tumetoka kwenye tarawih na usiku tena jamani. Kabla ya kwenda kulala, nataka niwakumbushe umuhimu wa swala na ibadati mbalimbali, hasa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na maneno haya hasa na kulenga wewe maneno. Mwenyezi Mungu anasema, enyi watu mcheni Mwenyezi Mungu na wala msife ila mfe ili hali ya kuwa ni Waislamu. Kwa nini Mungu kasema hivyo? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ameutimiliza Uislamu na ukatimia. Kama alivyosema, nimekutimilizieni Uislamu uwe dini yenu ya haki. Uislamu una nguzo ngapi? 5. Kumbe ili sisi tuwe Waislamu na tukubali kabisa moyoni kuwa Mungu ni mmoja na hana mshirika, ni lazima sisi tuzishike hizi nguzo 5 na tuzipe adabu zake. Kwa hiyo tukitoa nguzo moja, huo si Uislamu, na tukiongeza nguzo nyingine pia huo si Uislamu. Uislamu aliotushushia Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi ni huu Uislamu wenye nguzo 5. Haya, nitajia nguzo 5 za Uislamu. Mke wangu, Ya kwanza ni shahada, kushuhudia kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake, hana mshirika, na kuwa Bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wake na ni mjumbe wake. Mwamu, umeelewa hapo eh? Ndiyo shemeji. Ya pili, Iqamu swala ni kusimamisha swala, na ya 3 unauona umuhimu wa swala? Unaiona hekima ya Mwenyezi Mungu? Kwa hiyo kumbe, ili kuwa Muislamu ya kupaswa kwamba uamini kuwa Mungu ni mmoja, na si hivyo tu, bali Mungu kajalia kuwa Muhammad ni mjumbe wake, na lazima uamini ndo uwe Muislamu. Sasa basi, kama ukiamini kuwa Mungu ni mmoja na Mtume Muhammad ni mtume wake, bado haujaufikia Uislamu uliokamilika mpaka usujudu. Mwenyezi Mungu akasema,
sikuwaumba binadamu na majini ila waniabudu mimi. Na hapo ndipo tunapopata nguzo ya swala. Kama hauswali shehe wangu, wewe si Muislamu. Maneno, wewe ni Muislamu gani? Kwa nini hauoni umuhimu wa swala? Swali kabla haujaswaliwa ndugu yangu. Kwa nini unasubiri hadi nikuhimize? Uoni kama tutagawana pepo yako kirahisi sana? Kwa nini huna uchungu na thawabu zako? Swala haina hudhuru shehe. Mungu hakuiumba dunia isipokuwa ni pambo tu. Maneno, jipinde kwenye ibada shemeji yangu. Tuendelee. Ya tatu ni itau zaka, ni kutoa zaka. Hii ni nguzo muhimu sana kwa Waislamu, hasa kwa masiku kama haya ya shahru Ramadhani. Na leo tuiache. Nataka niandalie siku nzuri maalum kwa mada hiyo. Leo nataka nimkumbushe shemeji yangu umuhimu wa ibada kwa kila Muislamu. Sawa. Ya nne ni somu Ramadhani, ni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hapa sasa ndipo tulipo. Au tunaambizana tu Ramadhani Karim, Ramadhani Karim, Ramadhani Karim, Ramadhani Karim. Alafu hatujui umuhimu wa funga. Umuhimu wa funga ni mkubwa sana kwa Waislamu, mume wangu. Ndio maana katika aya Mungu anatuambia kwamba tumewafaradhishieni ibada ya funga kama tulivyowafaradhishia waliopita kabla yenu, ili mpate kurehemiwa. Kwa hiyo sisi si wa mwanzo kufunga, na wala hii si ajabu kwetu. Walifunga mitume na manabii wote. Sisi ni nani hata tuidharau funga? Kwa nini tusifunge? Umeongea vizuri sana mke wangu. Na kwa kumshibisha shemeji yangu na watu wa aina kama ya kwake, nini maana ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani? Maana yake imtinau, ni kujizuilia anil akli, juu ya kula, wa shurbi, na kunywa, tuluu alfajr, tangu kuchomoza kwa alfajir, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua. Mashallah, mashallah, mashallah mke wangu. Allah akifanye chepesi kinywa chako, kiwe thabiti mpaka yaumul qiyama. Amin. Avifanye kuwa thabiti vinywa vyetu sote. Una swali lolote? Kiukweli nina maswali mengi sana ambayo najiuliza mwenyewe. Kama si Ramadhani hii, ni Ramadhani nyingine ipi itafunga na kushukuru kama hii? Mmenishibisha sana, zile futari, tende, juisi, lakini sijashiba kama nilivyoshiba maneno haya. Mashallah, mashallah. Ndoa yenu imekuwa na baraka nyingi sana kwangu, na miombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kuibariki ndoa yenu. Amin. Kwa hiyo ndo hutaki kabisa kuniambia, sio? Nini tena jamani saizi? Kwa nini ulikuwa unalia? Hutaki kuniambia? Kwani hayo si alishapita? Muda wa kulala huo. Lakini siwezi kulala kama hautoniambia. Yaani siwezi kabisa kupata usingizi. Hata wewe mwenyewe unajua. Jamani unadeka. Hasa kwako. Ni jambo gani kubwa sana? Nilikumbuka maisha yangu ya zamani. Nilikumbuka dhambi nilizokuwa nimefanya. Nani alikwambia kwamba bado una yale madhambi? Ni Mungu ndo alivyokuambia? Astaghfirullah, astaghfirullah. Hapana. Sasa kwa nini unajihukumu mwenyewe? Ipi dhikri inayofaa? Subhanallah, walhamdulillah,
wala ilaha illa Allah, Allahu akbar, wallahu akbar walillahil hamd, wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mashaallah. Unataka kuniambia una mashaka na utendaji wake? Astaghfirullah. Hapana, kwa nini? Yeye ndo anayejua mwisho wangu mimi. Mwanzo na mwisho wangu anajua Mwenyezi Mungu. Ninamuomba Mungu anipe husnul khatima. Amin. Maneno ni kaka yako. Na maneno yake wala yasikufadhaishe mke wangu. Taratibu taratibu tu atabadilika tu. Sawa? Unalia? Nitaka nishangae. Yaani usingelia basi ningejua ndani naishi na mwanaume mwenzangu. Aje. Futa machozi njoo. Yes. Kwa hiyo hii ndio asubuhi ya kijijini kwenu? Wewe sio kwenu tena. Kwetu? Kwa nini pasiwe kwetu? Mcheza kwao hutunzwa. Lakini kwanza nijibu swali letu. Wewe sasa ngapi? Unajua dada, yaani jua la saa 4 inaweza likawa kama saa 7 mchana. Kitu sichojua sasa hivi maaswi yamezidi sana. Yaani maaswi yamezidi kiasi kwamba hadi Mwenyezi amekasirika, jua amelishusha. Zamani kitu sichojua, zamani jua lilikuwa mbingu ya 7. Lakini sasa hivi jinsi jua linavyoshuka, linavyowaka, linavyoteketeza, yaani mtu unakaa umetota, ni kama lipo mbingu ya kwanza hapa. Maneno usemayo upo sahihi. Ni kweli kabisa. Sasa hivi madhambi yamekuwa mengi. Na ndio maana unaona Mwenyezi Mungu analeta mabalaa yote hapa duniani. Lakini saa hizi si saa 4 kama usemavyo au udhaniavyo. Hii ni saa 6 mchana. Saa 6? Sasa dada, mbona hujaniamsha? Yaani saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5 hadi saa 6 dadangu hujaniamsha. Ulitaka shehe aje niamshe na mawaidha kitandani? Unataka kunigombanisha na shehe? Maneno kakangu leo umenifurahisha. Unamuogopa Unamuogopa. Kwa hiyo unamuogopa shehe mawaidha. Kwa taarifa yako, nimekufanyia kusudi. Nimefanya kusudi. Nikuone ulalaji wako utalala mpaka saa ngapi. Yaani wewe kulala alfajiri tu tayari unajiona umechoka sana, una usingizi sana, unataka kulala mpaka saa 8 mchana. Mume wangu mimi ambaye anakesha misikitini kila siku, ambaye kulala kumesha pambazuka ndo analala, yuko wapi? Tayari ameshaondoka mihangaikoni mwake. Sio vizuri. Sasa mumeo sikashazoea. Unajua yule shehe anaishi kwenye misimamo yake. Huwezi kumtoa na mambo ya mawaidha, yeye ndo kazoea. Kwa hiyo kuniacha mimi kulala hadi saa 6 dada, sio vizuri hivyo Stumai. Jiheshimu.